Lengo la kufunga maboya kwenye eneo hili la msingi ama tunaita core zone ni kuweza kurejesha bioanuwai, nasema biodiversity, ambayo kwa kiasi kikubwa ilipotea kutokana na shughuli za kibinadamu, lakini pia shughuli zile ambazo tunasema zisizokuwa za kibinadamu. Na kwenye muktadha huo, tafsiri yake ni kwamba tunatengeneza ile loop ya kwamba tukiimarisha eneo hili, wavuvi ambao watakuwa wako kwenye eneo la nje mbali na ile ambayo tunalizungumzia watakuwa wananufaika, kwa sababu ecologically ama kwenye nyanja ya kiikolojia, samaki anapozaliwa sio kwamba anaishia hapo hapo, anatawanyika kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hili linaenda kusaidia wavuvi. Tunafahamu kwamba asilimia kubwa ya wavuvi wanategemea eneo la Misali, lakini haina maana kwamba tumeifunga Misali yote, hapana. Na nakumbuka tulikuwa tuko pamoja kwenye hii ziara, maana yake ni kwamba tumezungusha maboya kwenye kisiwa chetu chote. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba kuna shughuli nyingine ambazo zinatakiwa ziweze kuendelea kwenye transition areas ama maeneo ambayo ni huru, wavuvi wanatakiwa waweze kufanya shughuli zao, nikiwa namaanisha kwamba kwa kuzingatia sheria ya uvuvi namba 7 mwaka 2010, lakini pia kwa kanuni ile ya uvuvi za mwaka 1993, lakini pia na miongozo mingine ambayo kama wizara tunaitumia kwa ajili ya kuongoza shughuli zote za uvuvi. Haya maboya ni kwa ajili ya mipaka ya eneo la Misali, hususan kwenye eneo la core zone. Maboya tuliyoweka leo yalikuwa ni aina mbili. Kuna maboya ambayo tunaonesha kama ni mipaka kwa ajili ya eneo la core zone, ambalo si muda mrefu ile eneo litakuwa lote haliruhusiwi kuvua. Kwa eneo ambalo tumeweka maboya, imana kwa muda mfupi ambao litatiwa saini, itakuwa kwa kweli eneo la maji madogo kutoka kwenye boya, hairuhusiwi eneo yote ya uvuvi kuvua katika eneo hilo. Lakini pia tuliweka maboya makubwa kwa ajili ya maboti, kwa ajili ya kuwekea nanga, kwa sababu sasa hivi haturuhusu maboti tukuja hapa yakaweka nanga kwenye matumbawe, ni refu yakaharibu matumbawe. Kila boti ambalo litakuja hapa likileta wageni, kwa hivyo litalazimika kufunga boti lake kwenye maboya ambayo tumeweka kwenye maeneo yetu ambayo yataruhusiwa kusema za kuogelea na kuzamia. Kwa wavuvi ni kwamba kwanza wavuvi wakubali sheria ambayo imewekwa na wawe tayari kufuata ule mwongozo ambao watapewa. Uvuvi ni eneo refu, eneo letu la Peka ni eneo kubwa. Sisi kwa sasa hivi tumeimarisha zaidi kuhifadhi eneo dogo ambalo liko hapa Misali, ambalo hili tunalihifadhi kwa maslahi yao na vizazi vyao vinavyokuja. Kwa hivyo wao wawe tayari kwa kweli kukubaliana na hiyo sheria ambayo itakuja, ambayo wanaielewa, kwa sababu eneo la hifadhi hapa halijaanza jana wala juzi. Kuna eneo tengefu ambalo lipo muda mrefu ambao wanalijua. Kwa sasa tulitaongezeka kidogo. Kwa hivyo wao, mimi nataka wavuvi wakubaliane na hiyo sheria na wafuate utaratibu ambao wataelekezwa kwa ajili ya maslahi yao na vizazi vyao. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa wavuvi, kwanza ni kuweza kutambua kwamba hilo eneo limefungwa maboya na hawatakiwi kufanya shughuli zozote. Yaani tukisema eneo la core zone, maana yake tunasema kwamba shughuli yoyote haitakiwi kuweza kufanyika huko, ukiachana zile shughuli ambazo zinakuwa zina vibali maalum. Kwa mfano unazungumzia utafiti utakuwa unaruhusiwa kwa sababu ni maeneo ambayo tunasema ni productive na yanatakiwa yaweze kufanywa monitoring, lakini pia yaweze kufanywa utafiti yameimarikaje na yanawasaidiaje wao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maeneo mengine yote yatakayobaki nje ya boya, kwa yale maboya ambayo tumezungusha, mtu anatakiwa aweze kufanya shughuli zake na hatozuiwa.